Lakini however katika rest kuna mambo mawili matatu ambayo yalibaki, ningependa tumalizie na hizo principles zingine. Kama kuna wakati time umeenda sana, tunaweza angalia mind kiwa. Lakini kama time haitapatikana, Mungu akitujalia, tunaweza angalia kesho kama ambaye nilikuwa ni step in for atakuwa amefika. Kwa maana I'm stepping in for someone. Tuliangalia juu ya the principle, tukasema the moral law ama the principle of human mind is by beholding we become transformed. Regarding our contemplation of Christ, an important biblical principle states that by beholding we become transformed into his likeness with ever increasing glory. Tukasema tuende kusoma hiyo 2 Corinthians 3 verse 18. Beholding brings change, but Christian must continually remember that this principle works on the negative side too. Films graphically portraying the sins and crimes of humanity, murder, that is adultery, robbery, and so forth, are contributing to the breakdown of morality. So Paul is advised in Philippians chapter 4 verse 8, lays out principle that helps identify the forms of recreation Hapo pia kwa rest, tunataka kuangalia reading and music. Music is a gift of God to inspire pure, noble, and elevated thoughts. Good music then enhances the finest qualities of character. Yani muziki ambao unasikiza pia unaweza kudetermine your character. The best music, on the other hand, destroys the rhythm of the soul and breaks down morality. So Christ's followers will shun any melody pertaining of the nature of jazz, rock, and related hybrid forms, or any language expressing foolish or trivial sentiments. The Christian does not listen to music with suggestive lyrics or melodies. Romans 13:11-14. Hiyo ningependa tusome. Somaji wa haraka. Romans 13:11-14. It says, and do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is fast spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Amen. Hivyo tuchunge sana, tukijua ya kwamba nyakati tunamoishi ndani ni za mwisho na hakuna wakati. Tuchunge sana kwa kila kitu ambacho tunakisikia, kile tunakifanya, kwa maana tumesema ya kwamba our minds, whatever tunaangalia, inakuanga na direct impact. Also mtaenda kuangalia 1 Peter chapter 2 verse 11. Number 3, there are some unacceptable activities as the Adventists we are supposed to, kama Adventists tunafaa kuzingatia. And those activities include gambling, card playing, theater going, and dancing are to be avoided. 1 John 2:15-16 inasema tusipenda dunia na mambo yaliyomo. Kupenda dunia, ukipenda dunia, Mungu hayuko pamoja, haujampenda Mungu. Na kupenda the world, that's the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mungu aweze kutusaidia. Na katika Philippians 4:8
pia yale mambo ambayo yanaweza kuleta karibu na Mungu, mambo ya kumuinua Mungu na kuweza kuenhance our characters, tunafaa kuzingatia. The blessing of Christian dress. Mambo ya afya, watu wanapenda kuinaro only to diseases. Health is broad and we cannot exhaust it. Even dressing can also affect our health. God provided the first clothing for Adam and Eve and knows that we have need of suitable clothing today. Mungu aliweza kuwavisha wazazi wetu wa kwanza na anajua mambo haya pia tunayahitaji. Katika Matthew 6:25-33, Mungu anatuambia tusumbuke tutakula nini, tutavaa nini, kwa kuwa atashughulikia haya mambo yote. Sisi kwanza tukatafute ufalme wa mbinguni, nao mengine tutazidishiwa. The way we dress demonstrates to the world who we are and what we are. Not as a legal requirement, but as an expression of our love for Jesus. Yani, jinsi unavyovaa inajidhihirisha ama inaambia ulimwengu wewe ni nani. And our dress should be of high moral value. Christians will not mar the beauty of their characters with styles that arouse lust of the flesh. Because they want to witness to others, they will dress and act modestly, not exposing the parts of the body that stimulate sexual desires. Modesty promotes moral health. Hallelujah. So if you are modest, if you dress decently as an Adventist or as a child of God, it promotes what we call moral health. The Christian's aim is to glorify God, not self. It's not only diet that affects a person's health. Christians should avoid clothing styles that do not adequately protect the body or that constrict it or otherwise affect it in such ways as to cause the health to deteriorate. Hivyo kuna mavazi mengine pia tukivaa aswa kama ni yamekushikilia sana, yanafinya hata yanazuia damu kuweza kutembea vizuri kwa mwili. Mavazi kama hayo tunafaa kuyazuia. Pia tuweze kuvaa vizuri, decently, modestly, kama watu ambao wanamjua Mungu. And the simplicity tunaongelea ni kwamba when Jacobo alipokuwa akienda kuabudu katika Genesis 35:2, yani the simplicity is ni mavazi tu, yani gaudi inaitwa tunasema gaudi cosmetics. Kama hiyo katika Genesis 35:2-4 aliwaambia wakaleta miungu yote waliokuwa nayo, hizo ni pete, earrings, akaweza kufanya nini? Akaweza kuzizika ili kisiwe kizuishi chochote kumwabudu Mungu. Katika pia Jeremiah 4:30 mtaenda kusoma na ile 2 Kings verse 9 and 20, the Bible associates gaudy cosmetics with paganism and apostasy. So ni vizuri mambo haya tuweze kuyaelewa. The last principle, the blessing of trusting divine powers. Baraka ya kuweza kumtegemea na kumtumainia Mungu. Tuliona jana katika John 15:4-5, Yesu anasema kwamba pasipo mimi hamtaliweza lolote. Hata katika kutaka kudress vizuri, kutaka kukula vizuri, vile Mungu anavyohitaji, wewe peke yako hautaweza. Wewe mwenyewe hauna nguvu. Lazima ukanyenyekea ukamwambie Mungu aweze kupatia nguvu, uweze kuenenda kwa kukula kwako, hata kwa mavazi yako, jinsi ya kuweza kumuinua. Kwa maana sisi ni wanyonge, hatuna nguvu. The faith factor is a powerful part of a healthy life. Maybe this explains why Jesus said to those he healed, your faith has made you well. Katika Mark 5:34 tunaona yule mwanamke ambaye alikuwa ametokwa na damu kwa ile miaka 12, kwa sababu ile imani aliposhika ile nguo yake Yesu aliweza kumwambia imani yako imefanya nini? Imekuponya. Na katika pia hiyo Hebrews chapter 11:6 nasema kwamba it's impossible to please God without faith. For whoever comes to him must believe that he exists and that he is a rewarder of those who seeks him. Hivyo lazima tuweze kuwa na imani. Pasipo imani tusitarajia kwamba tutapata kitu chochote kwake Mungu. Consider how people have faith in doctors and drugs to heal them. Just think how much more powerful faith in God is to one's physical and spiritual well-being. If you can believe,
all things are possible to him who believes. Katika kitabu ya Mark 9:23, ningependa sana kama ningepata mtu wa kusoma haraka haraka na mic. It's important we read Mark 9:23. Ya kwamba mambo yote yanawezekana tukiwa na imani. Hata kama ni magonjwa ambayo ametutesa, tumesumbuka kwa muda mrefu, lazima tujue tukiwa na imani Mungu ataweza kutusaidia. Mark 9:23. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Amen. Research has shown that spirituality helps control stress, strengthen the immune system, and protect against heart diseases and cancer. Beyond these benefits, God promises eternal life to those who trust in him. The eternal life of a perfect health and freedom from pain, fear, and death. Persevere in learning of him and talking to him. You will come to experience his great unfailing love, his power and wisdom. Na tukijua kwamba hekima yote kutoka kwake Mungu, hiyo mtaenda kusoma Job 12:13. Ya kwamba hekima na busara zote kutoka kwake Mungu. The kindness, beauty and compassion of his character and the joy of doing his will, you will learn to trust him and know that he loves you and he will never harm you. Do we have an example in the Bible where by believing people received healing? Yes. Tukiona the journey around Edom, wana wa Israeli katika prophets and patriarchs walipokuwa wakienda pale Kanani, kwa sababu hawakumtrust Mungu, akawa na manunguniko mingi. Na kwa sababu hiyo uwepo wa Mungu ukaweza kuwaondoka. Mkono wa Mungu, ulinzi wake Mungu ulipotoka, wakaweza kuumwa na nyoka, na hizo nyoka zilikuwa na sumu, wakiumwa walikuwa na fura na mwisho wake wakakufa. Lakini tena walipomwangalia Mungu, wakaweza kuomba Mungu msamaha. Mungu akaagiza Musa aweze kuweka a brazen snake, aweze kuinua, na akapeana agizo ya kwamba kila mmoja ambaye ameumwa akiangalia ile nyoka, mfano wa nyoka iliyo hai, ataweza kupokea uponyaji. Na wote ambao waliangalia, hata kama walikuwa wameumwa na hiyo sumu ya nyoka ilikuwa kwa mwili, waliweza kupokea uponyaji. Yawezekana hata sisi kutokana na uchaguzi wetu, kwa maana uchaguzi huu mkononi mwetu, and the choices we make affects our health directly. It has a direct impact in our both spiritual, physical, even moral health. Sasa hata kama tumetanga mbali na huyu Mungu, na sisi tukisikia habari hii, tukakubaliane kuweza kusikia sauti hii na kumwamini Mungu, hakika tutaweza kupokea uponyaji. Na ukisoma Ministry of Healing, Prayer for the Sick, kuna maombi mengine Mungu akiyajibu itakuwa ni kama yeye is consenting to sin. For example, tumekuwa tukifundishwa kuna vile tunafaa kuishi na kuna vile tunafaa kukula ama kutembea, na wewe unaenda tu kuishi katika maovu hayo. Sasa kitu inafanyika, Mungu hawezi kuyajibu maombi hayo. Na wakati tunapopata mwangaza huu, tukiendelea kukolea katika kukataa, ile kitu kingine inafanyika. Mtaenda kusoma katika 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 and 11. Tunapokataa mwanga unapokuja, kazi yetu inakuwa tu ni kupingana. Mungu anaruhusu the spirit of delusion iweze kutake control, yani tuweze kuamini uongo ili tupotee kwa sababu tumepata light, hatujafanya nini, hatujaikubaliana. Tukipata nafasi tutakuja kusoma how to overcome addiction. Kuna watu wengi kabisa wamelemewa. Hata tukikwambia fanya hili, fanya lile, hautaweza pasipo kumwangalia Yesu ili ukapokea uponyaji, hata kama dhambi hii yeye depraved appetite or addiction imeweza kukushika. Nikienda kwa haraka sasa katika fundisho la leo, nitafanya tu introduction ya topic ya leo, mind kiwa katika Proverbs 17:22. Msomaji wangu, a cheerful heart is good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. The relationship that exists between the mind and the body is very intimate. Yani mahusiano ya mawazo na mwili yako karibu sana.
Ndio maana jana tuliona katika ile Proverbs 4:23 ya kwamba keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. When one is affected, the other sympathizes. Yani ukiwa mawazo yako hauko settled, una mawazo mengi na mwili pia haina amani, magonjwa yanaweza fanya nini? Yanaweza kuingia. The condition of the mind affects health to a far greater degree than many realize. Yani mtu unapokuwa hauna utulivu, hauna amani, mwili, afya yako inaweza kuwa na changamoto. Many of the diseases from which men suffer are the results of mental depression. Grief. Na hapa kwa grief we have 5 processes. Mtu anapokuwa akigrieve, tuko na denial, tuko na anger, bargaining, depression and acceptance. Acceptance ndio inakuja mwisho, lakini kwa Biblia tumeambiwa katika 1 Thessalonians 4:13 tusiomboleze kama watu ambao hawana nini? Hawana matumaini. Yaani nataka tumwangalie tu Yesu na neno lake Mungu liweze kuwa ndio mwongozo wa afya yetu. Anxiety. Unapata mtu wangu anxious kwa mambo mengi. Lakini katika Matthew 6:25 Mungu anasema msisumbuke mtavaa nini, mtakula nini. Lakini Mungu yeye ako na uwezo wa kufanya nini? Wa kuweza kutusaidia. Na unapata mtu ako discontentment, unapata mtu hayuko satisfied na kile kitu ako nayo. Na kutokuwa satisfied imeleta madhara mingi. Unapata wengi kwa sababu wanataka kuwa kama fulani, anaenda hata wengine wanaenda kuiba, wengine wanajiengage katika mambo ambayo sio mazuri, ambayo ni ya kuumiza afya yao. 1 Timothy 6:6-9 msomaji wangu. 1 Timothy chapter 6:6-9. It says, now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drawn men into destruction and perdition. Amen. Yet, listen to me, version yangu iko clear. Yet true religion with contentment is great wealth. Verse 7, after all, we didn't bring anything with us. When we came into the world, and we certainly cannot carry anything with us when we die. So if we have enough food and clothing, let us be content. Yani unapotosheka, tutakuwa tuna avoid mambo mingi, kwa sababu sasa yale mawazo, depression ambayo inaleta magonjwa kama heart diseases, hata diabetes, pressure, hayatakuwa pamoja na sisi, kwa maana the peace of God itakuwa imetusustain, kwa sababu tumenenda kulingana na sheria zake Mungu vile tumeitwa katika maandiko. Another one, remorse, guilt. Kuna watu unapata kwa sababu ya mambo fulani walioyatenda, wako tu na hiyo guilt inawasumbua. Lakini ukienda kwa maandiko, ndio maana tunasema the word of God should be our standard. Katika Isaiah 43:18, Mungu anasema tuyasahau yaliyofanya nini? Yaliyopita. Na katika Philippians chapter 4:12-13 mtaandika mwende kusoma. Isaiah 4:18, Philippians 4:12-13. Paulo yeye anasema si ya kwamba amefika. Hata mimi na wewe si kwamba tumefika. Lakini tunakaza kwenda mbele tukisahau yaliyofanya nini? Yaliyopita. And finally, distrust. All tend to break down the life processes and to invite decay and death. Haya maneno yote ambayo tumeyasema, kama hatuwezi kumwangalia Mungu, tukaliweza kulitegemea neno lake na kuliamini, hakika we are inviting decay and death. Katika Mark 11:24, katika distrust, Mungu anasema chochote tunachokiomba tukiamini tutaweza kupata. Disease is sometimes produced and is often greatly aggravated by the imagination. Yani magonjwa mengi ambayo tuko nayo
yameletwa si kwamba tuko wagonjwa, lakini kwa sababu ya nini? Ya mafikra. Tukimalizia, many are lifelong invalids who might be well if they only thought so. Yani watu wengine wako tu wagonjwa, lakini wakiamini ya kwamba wako salama, wataweza kufanya nini? Wataweza kupokea uponyaji. Mungu aweze kubariki somo hili, na Mungu aweze kutusaidia tunapopata mwangaza huu, tuweze kukubaliana sauti yake Mungu, tumwambie aweze kutupatia nguvu ili tuweze kufanya yote sawia na mapenzi yake. Na tuombe. Mfalme Mungu wetu, tunasema ni asante kwa sababu ya fundisho la masaa haya. Tunajua hakika Bwana hataweza kutenda jambo lolote pasipo wewe kutusaidia. That's why we come before the throne of grace, praying that you give us the power to nail our passions and the desires of our evil, sinful nature to the cross of Calvary, that the grip of sin may lose its power upon us. Father, Lord, we come to you so that you will set us free from these depraved appetites, and free indeed we shall be, as it's recorded in the book of John 8:36. Have compassion on us. And as the other programs are going to follow, may your Holy Spirit lead us, and may you be with us now and forever. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Asante kwa hiyo programu nzuri ambao ni ya afya. Youths wa Maili Mbili pia mmepatiwa nafasi moja tu, mharakishe haraka sana tunapoendelea kuimba wimbo ambao ni namba 14, namba 14. Nitembe nawe Mungu. Youths Maili Mbili, 1 minute. Tuanze. Nitembe nawe Mungu alivyotembea Enoch, mkono wangu ushike unene na
nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ndiyo ibada yenye maana mbele zake Bwana. Ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ndiyo ibada yenye maana mbele zake Bwana. Na msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye maana na ya kumpendeza Mungu. Na msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye maana na ya kumpendeza Mungu. Sababu ya ongezeko la dhambi duniani, upendo wa wengi utapoa, wakipenda ya dunia hii kuliko kumpenda Muumba wao. Wa kuvumilia hadi mwisho, hao ndio wataokolewa. Kwa sababu ya ongezeko la dhambi duniani, upendo wa wengi utapoa, wakipenda ya dunia hii kuliko kumpenda Muumba wao. Wa kuvumilia hadi mwisho, hao ndio wataokolewa. Na msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye maana na ya kumpendeza Mungu. Na msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye maana na ya kumpendeza Mungu. Na msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye maana na ya kumpendeza Mungu. Na msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yenye maana na ya kumpendeza Mungu. Wakubwa kwa wadogo, na wasalimu amjambo. Na wasalimu amjambo. Nataka tusimame tuombe ndiposa tumkaribishe mnenaji wa kipindi hiki. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu aishiye pale pa juu, tunasema ni asante kwa masaa haya na asante kwa kipindi ambao kimepita. Masaa haya tunaenda kusikia kipindi cha Family Life. Tunaomba ya kwamba
uwe nasi. Mnenaji atakaposimama, mtumie kupitia kwa Roho Mtakatifu, yale yote atakapoyanena yatoke kwako, yatusongeze karibu na kiti cha enzi. Kaa nasi tunapoanza mpaka hadi tumalize. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Ni wangapi pamoja nami tunakaribisha Sister Lucy Mauti? Karibu sister. Wapenzi wa Bwana na wasalima mjambo. Mpaka Mungu ngwani na lingo tikako wakwani. Wapenzi wa Bwana na wasalima mjambo. Habari ya masaa haya. Tunamshukuru Mungu ametusaidia akatuwezesha tena kufika katika siku ya leo tunapoendelea na mafundisho yetu ya crusade. Bila tuliachana jana, tumefika vizuri. Mungu atukuzwe na inuliwe. Mtangulizi wangu ambaye ni mwalimu wa afya, ninamshukuru kwa yale mazuri ambayo anaendelea kutufundisha juu ya miili yetu. Jana tulikuwa tunajifundisha juu ya communication. Tukasema watu wanapokaa, any relationship starts with communication. Na hii mawasiliano ikiharibika, vitu ambavyo vinaharibika ni vingi. Kwa sababu ya muda, nitaingia kwa topic ya siku ya leo. Kwa sababu leo niko na muda mchache sana, tutajifundisha juu ya family conflicts. Tumeingia katika familia, mama na mume na mke tumeoana, tumeanzisha familia zetu, tunaendelea kukaa pamoja. Lakini hata hivyo, hata kama tunaendelea kukaa katika familia zetu, conflicts zinaingia. Na conflicts zinapoingia, sio familia ya Mwadventista, sio familia ya Mkristo, sio ile ingine, lakini kila familia kuna conflict. Conflicts zilianza katika shamba la Edeni, pale nyoka alipomuuliza mwanamke, hivyo unasema ati Mungu aliwakataza msije mkala tunda lolote katika ili shamba? Na mwanamke alipotazama lile tunda, akatazama na nyoka inaongea kwa sauti nzuri, akafikiria ule uongo ndio ukweli. Na tangia siku hiyo conflict zikaingia. Kwa hivyo akamdoubt Mungu. Nyoka alipomwambia, utakapolila hili tunda, hakika mawazo yako yatafunguka na utakaa kama Mungu. Alipoambiwa hivyo, na mwanamke akakubali, na yeye akala lile tunda, conflict zikaingia. Kwa hivyo boma zetu sasa na nyumba zetu na familia zetu ziko na milima na maponde, ziko na kombo. Tunaposoma katika Genesis 3 verse 1. Sasa tukisoma Luke 3 verse 5, inasema ayo maponde yanavaa kuzibwa, na pale palipoenda kombo panyoshwe, na watu wote waone utukufu wa Mungu katika familia zetu. Tunaposoma katika Mika 7 verse 6, inasema vile watu wa nyumba moja wanajibishana na vile hawaelewani, maadui wa mtu ni watu wa nyumba yake mwenyewe. Don't listen to the outside voice as Eve did. Tusije tukasikiza ile sauti ambayo inatoka nje, lakini tusikie na tuendelee kukaa katika familia zetu tukiwa waaminifu na tukisikilizana. Another problem we have is rural urban migration. Watu wanatoka nyumbani wakienda kwa mijini kutafuta kazi. Wanapoenda pale, yule ambaye anapaki pale nyumbani anapaki akiwa lonely. People are not together due to work. Wengine they are married but single. Mtu ameolewa, yule ambaye alimuoa ameenda, anaendelea kukaa pale ambapo alienda na amuoni. Kwa hivyo in recent days we have houses but not homes. Tuko na nyumba lakini familia haziko, zimefunjika. Na katika familia zetu vile tunaelewa, mzee ni nguvu. Omogaka ne chinguru na nobole mubwenka. Mzee akiwa katika boma, watu wanachisikia vizuri, na yeye ndio nguvu. Hata kile ambacho ni kigumu tunataka kufanya, tunamtegemea mzee. Na mzee akienda, anawacha mama anakaa peke yake. Another problem we have
It is comparison. I hope you understand why I'm rushing that way. Another problem we have is comparison. Mama umeolewa, unakaa kwako, unaenda ukisema mume wangu si kama mume wa fulani, yule mume wa fulani analeta hiki na kile, sio kama mume wangu. Kwa hivyo na wewe mama tosheka na uridhike na ule mume wako, na kile kidogo ambacho analeta uridhike na utosheke nacho. Wacha kujidharau. Unasema mume wa fulani analeta sukari gunia moja, ila mimi nanunua na glasi moja. Hata yule mwenye analetewa gunia mzima apikie ile gunia mzima, anachota kale ka glasi moja ndio anapikia. Hata hivyo na wewe ujicomfort kuwa na wewe umenunua sukari gunia moja, umeweka kwa kioski, unaenda kila siku unachota glasi moja, unakuja unatumia. Wacha kujidharau na kujisumbua na mambo ambayo yatadhuru familia yako. Another problem we have is drunkardness. Watu wamekuwa walevi na wanaendelea kuwa walevi, alafu sasa vijana wanaoa, akioa mwanamke anamuweka kwa boma na yeye anaenda anaolewa na pombe, anawacha mke wake. Na hiyo imetuaffect sisi wote, wale ambao ni Wakristo, wale ambao sio Wakristo, watoto wetu. Tutakapofika kwa topic ya watoto tutaongea kwa hayo na kwa undani. Lakini hata hivyo nikisimama machoni penu, sisemi kuwa kama mume wako ni mlevi umuache. Uendelee kukaa na yeye na umpende, kwa sababu ulitafuta yule ambaye hakuwa mlevi akakukosa ama akakukataa. Sasa kwa sababu huyu mlevi ndiye alikupenda, endelea kukaa na yeye na umuheshimu na umpende, kwa sababu ndio bwana yako. Galatians 6:9 inasema tusichoke kutenda mema, tutavuna wakati utakapofika. Tusichoke kutenda mema. Mume wako awe wa aina yoyote ile, uendelee kumpenda na uendelee kutenda mema, tutafuna wakati utakapofika. Another problem we have is children of the same sex. Mtu anapozaa watoto, na kwa bahati sijui ni mbaya ni nzuri, akizaa watoto wa the same sex, moso wasichana, huyu mtu anadharauliwa, haonekani kama ni mtu katika kijiji. Mimi kwetu mamangu alikuwa na wasichana 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mimi ndio nilikuwa msichana wa 4. Mama mimi mtoto abwateliye tagale ko kunya bisagani. Mimi nilipozaliwa nikiwa msichana wa 4, maana nilizaliwa katika hospitali ya Kindu. Mamangu akikuja amenibeba kwa mkono, watu wakasema na lero bogoliye gesagane go chakatale go tukuta naomba gara kisese chiri. Panta bachinga batamaye tinga no murandi abogolete. What am I trying to explain? Kama Mungu amekubariki na watoto, wale watoto wako ambao umezaa, wakiwa wasichana, wakiwa vijana, ulee watoto wako na uwapende. Mungu anajua ni kwa sababu gani alikupea hao wasichana. Ulee hao watoto na uwapende. Tukiwa kwetu nyumbani tulikuwa tunafanya kazi kama vijana. Tulikuwa tunamtetea mama yetu kama vijana. Tulikuwa tunafanya kazi, tulikuwa tunalima na ng'ombe. Wale ambao wanajua vile tulikuwa tunalima na ng'ombe. Ukiambia watoto wa siku hizi watu wanalima na ng'ombe hata hawaelewi. Siku moja mtu mmoja akaja kwetu, akachukua lile jembe letu ambalo tulikuwa tunatumia kulima na ng'ombe. Kwa sababu mtune bisagane, hakuna kitu tutamwambia, akabeba lile jembe. Akaenda nalo kwake, aende kulimia, na sisi hatujamaliza, na hizi ng'ombe tunatumia ni za mwenyewe. Tuliomba mwenyewe atakuja kuchukua. Tulipofika pale, my sister mwenye ananifuata akaanza kulia, akaniambia so alikuja akabeba lile jembe letu. Mimi na my sister ambaye nilikuwa ninafuata, ambaye ni late sasa, na ule brother yangu mwenye anifuata mara ya pili. Tukaenda mpaka kwa ule mzee. Kwa bahati nzuri yule mzee hakuwa pale kwake. Tulipofika huko na ule uchungu na kuchiona vile ametudharau, ngabeko bokombe bolireko. Nikabeba ile jembe. Sisi yangu akiwa na mti, na ule ndugu yangu mwenye ananifuata mara ya pili ni mdogo, na yeye akiwa na kanungu pale, tunataka kupiga yule mtu. Hatukumpata. Alipofika kwake akapata tumebeba ile jembe, bado akatufuata kuja kwetu. Alipokuja akipita anaenda jembe tumeiweka pale. Anapita hivi anaenda kuchukua ile jembe. Na mimi nimesimama hapo. Nikafanya mguu hivi akaanguka. Vile alianguka, ameangalia chini. Yule ndugu yangu ni mdogo, akamshika shingo. Ule sisi yangu anampiga na mimi napiga nduru. Mama yangu hakuwa. Tunaendelea kupiga ule mzee,
Tukimpiga ninapiga nduru na watu wakakimbia wakuje kuona ni nini imefanyika. Unajua he was almost dead. Na sisi ni watoto hatujui kama anafanya nini, anakufa. Tulikuwa tunampiga kwa sababu huyu mtu ametudharau. Ninajaribu kuelezea hivi. Ukiwa na watoto wako ni wasichana, watoto wako ni wa kiume, upende watoto wako, uwasomeshe mpaka mahali utapata wameandika no school ahead, uachie hapo. Kitambo kile watu walikuwa wanadharau watoto wasichana. Lakini siku hizi watoto wasichana penye wako wameolewa, wamekaa, wamesoma, wamepata kazi. Emechie bintu abisimaireti. Watoto wako wakiwa wasichana uwapende na uwasomeshe kwa sababu na wao ni watu wa maana, usije ukawadharau ama useme hakuna kitu hao watoto watakusaidia. Watoto wako ni wako, uwapende na uwasomeshe. There are some families ambazo hazijaparikiwa na mtoto hata kama ni msichana. That one is also a family. Tusije tukadharau wale ambao hawana mtoto. Wameanzisha familia vizuri. Hata sisi wenye tuko na watoto hakuna kitu tulipea Mungu, ndiposa akatupatia watoto. Mungu ametupatia watoto free. Tusije tukadharau wale watu ambao hawajabarikiwa na mtoto. Sana sana mtoto anapokosekana, lawama inamwendea mwanamke. Mwanamke ndiye wanasema huyu mwanamke hazai watoto, ni hasara tu. Mtu mmoja pale kwetu akawa ameoa, wamekaa for 5 years hawajapata mtoto. Wakasongesha nyumba yao kwenda juu kidogo. Sasa wakaona na hii choo imekaa karibu na nyumba, wacha nayo waisongeshe. Walipoanza kuchimba choo tu, mama ya huyo mtu alikuwa anasubiri for an opportunity. Opportunity ilipoingia akapata wameanza kulima choo, akauliza yaani hivyo choo imejaa na mnalima ingine na hakuna mtoto? Mtu akiwa hajabarikiwa na mtoto tusije tukamdharau. Kuna mzee mmoja huko kwetu ambaye alipata watoto wasichana 9 na bado walikuwa wanakaa na mke wake. Na watoto wa kiume. Kwa hivyo wale ambao hawajabarikiwa na watoto na wao ni watu. Na ile shida nyingine tuko nayo ni ugonjwa. Watu wameanza kutengana, wengine they are not even faithful to one another, magonjwa yanaingia. Na wale watu ambao wanakuwa affected, they are the people of the age between 18 and 45. Na hao watu ndio wako na nguvu. Na enda abantu wanawako ibora abantu bande. Watu wa miaka 70 hawazai. Hawa watu ambao they are between 18 and 45 ndio wako na shida sana, ndio wanapatwa na magonjwa, ndio unapata wamegonjeka kwa sababu wameseparate. Wengine hawapendi familia zao, mwingine anasema wacha nijaribu hapa, mwingine anasema wacha niende kutafuta kazi. Akiwacha mke wake nyumbani, akai muaminifu, akirudi nyumbani amekuja akiwa mgonjwa, anatoa ule ugonjwa penye alikuwa, halafu analeta hiyo shida. Watu wote wanakufa na familia zinabaki ukiwa. Shida nyingine tuko nayo ni ya kukosa kazi ama mtu kufutwa kazi. Na kwa ugonjwa tunasema sio wale ambao wanakuwa na shida ya ugonjwa wa kuleta tu. Mtu anaweza kuwa na ugonjwa, mtu alikuwa mzuri, alikuwa mzima, lakini amepata accident. Akipata hii accident, tunapata sasa maisha yamebadilika, pesa zimekosa, obotaka bwasoire. Lakini tulipokuwa katika ile sehemu ya kusema watu wawe waaminifu na wapendane, kama huu upendo au kuwa umekita mizizi katika neno la Bwana, unapata hao watu wamewachana.
Kwa hivyo we have family conflicts. Hizi conflicts zinapoingia kama wana wa Mungu, situtoe kwa imani, bali tuendelee kuwa waaminifu na tukae katika ndoa zetu. Ingawaje family conflicts ziko, tutaanzia hapo kesho tukisema how should we solve our family conflicts. Na Mungu awabariki. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu, tuacha mbele zako jioni ya leo tukikushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nazi na umetupa muda mfupi wa kujifundisha. Utusaidie hata na matatizo yanapoingia katika familia zetu, bado tukae tukipendana na kuaminiana, ili tutunze ndoa zetu na tudhihirishe uaminifu na upendo wako. Tunapoingia kwa mahubiri, tuingie pamoja na wewe na utusaidie mpaka siku iishe. Tunaomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Maili mbili kwaya mmechelewa sana. Mkiona nikifanya hivi mnakuja. Time is against us. Kuja kwa wimbo. Kama muko tuite kwa nyingine. Mfanye haraka ili muweze kukaribisha mnenaji. Wakiendelea kujipanga, namba 70, namba 70. Wapenzi wa Bwana pamoja. Wapenzi wa Bwana ije raha yenu. Imbeni nyimbo za raha. Imbeni nyimbo za raha za ibada yenu, za ibada yenu. Tuwapate nafasi. Yesu atakapoita mataifa mbele yake. Hapo Yesu atakapoita mataifa mbele yake, itakuwaje kwenye hukumu mbele ya kiti cha enzi? Je, tutasikia neno tamu vyema wewe mtumwa mwema, ama wenye uchungu na hofu tutakatazwa? Hapo Yesu atakapoita mataifa mbele yake, itakuwaje kwenye hukumu mbele ya kiti cha enzi? Je, tutasikia neno tamu vyema wewe mtumwa mwema, ama wenye uchungu na hofu tutakatazwa? Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba, tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba, tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin. Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba, tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba,
tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mali makapi. Tutashindaje kwenye hukumu siku hiyo ya Kiyama? Ndugu yangu, je, uko tayari tumlaki Bwana Yesu? Safari yetu iishe, tukae kwake milele. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mali makapi. Tutashindaje kwenye hukumu siku hiyo ya Kiyama? Ndugu yangu, je, uko tayari tumlaki Bwana Yesu? Safari yetu iishe, tukae kwake milele. Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba. Tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba. Tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin. Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba. Tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba. Tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin. Atawapokea kwa furaha watoto wake wapendwa. Atawapa mavazi meupe, wakae kitini pake. Hivyo tukeshe nasi tungoje wenye taa zinazowaka. Tutakapoitwa harusini tuwe tayari. Atawapokea kwa furaha watoto wake wapendwa. Atawapa mavazi meupe, wakae kitini pake. Hivyo tukeshe nasi tungoje wenye taa zinazowaka. Tutakapoitwa harusini tuwe tayari. Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba. Tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba. Tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin. Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba. Tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba. Tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin. Tutafurahi tukiingia mji ule sote tukiimba. Tutakanyaga mji ule kwa vifijo na vigelegele. Hosana na asifiwe, milele sote tutaimba. Tutapanguzwa machozi naye Yesu. Haleluya, amin.
Pastor, are you going down? Are you going down? He will go in. Wanapoendelea kujitayarisha, tuingie namba 31. 39. Niimbe pendo lake pamoja. Niimbe pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu alitoka kwa Baba akafa. Niimbe pendo lake, sifa kuu, nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake. Machozi alitoa, ijapo sijali maombi yangu bado aniombe apo. Niimbe pendo lake, sifa kuu, nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake. Bwana asifiwe. Our God is good. Tiangondole moina mbia more. Gatiarende mbia more usechitia gasi chabuchete. No more. Dango mata mbia more. Mbia kabisa. We want to thank our God in a very special way kwa sababu tena ameweza kukubali ili tuweze kujumuika hapa jioni ya leo, na Mungu wetu ameweza kuwa wa manufaa zaidi, ndio maana tumeweza kukusanyika hapa katika jioni ya leo. Kwa hivyo kuna wale ambao wanaweza kuhitaji ubatizo baada ya mahubiri ya pastor. Kuna cards ambazo zitakuwa zinatembea miongoni mwetu. I hope pastor we still have the cards, decision cards. We have them. Okay. Okay, Pastor George, pastor wetu ako nazo, na kuna zingine pale. Yule ambaye anahitaji kwa ajili ya kuweza kufanya decision ya kuweza kuwa baptized, naomba kwamba uweze kuchukua hiyo kadi kwa njia ya pekee, ili wakati tutakuwa na ubatizo uweze kubatizwa. Ningependa muda huu niweze kumkaribisha mchungaji pastor aweze kusimama, aweze kuzungumza pamoja nasi kwa muda huu. Wangapi pamoja nami wanasema pastor stand and come and speak the word of God to us? Pastor, you are welcome to continue. Kwa hivyo ningependa tusimame tuombe. Let's all stand. We pray as we invite pastor to speak to us. Tusimame hata walio barabarani kama mnatusikiza. We want to ask kwamba tuweze kusimama ili tuweze kufanya ombi la kipekee kumkaribisha mchungaji. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu mfalme, tunakushukuru sana
kwa sababu umekuwa mwema, umekuwa pamoja nasi. Na muda huu mnenaji anaenda kusimama na kulileta neno lako miongoni mwa watoto wako. Naomba kwamba umtumie kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na Mungu wetu, tunaomba kwa njia pekee katika jioni ya leo uweze kuilinda nchi yetu tukufu ambao umetupa, nchi yetu ya Kenya. Maana tunashuhudia mambo mengi yanayokumba watu wako ambao uliowaumba. Mungu, tumeweza kushuhudia machafuko, maandamano na mambo mengi ya ulimwengu huu. Naomba kwamba uweze kushika doria katika ulimwengu wetu, na Mungu wetu uweze kutupa amani ya kipekee, uweze kupigania watoto wako, na hata kama maisha yetu yamekuwa magumu, naomba kwamba uweze kutuandaa katika ufalme wako. Mchungaji anaposimama kulileta neno lako, naomba kwamba umtumie kadri ya uwezo wako. Neno hilo tulisikie, na kwa hakika tuweze kufanya matengenezo pamoja nawe kabla hujarudisha ufalme wako. Sasa unene pamoja nasi kupitia njia ya Roho Mtakatifu. Ndilo ombi letu, tumeliomba kupitia jina safi la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina. Pastor, you are welcome. Habari za jioni. Bwana nimesifiwe, I think, right? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. So I'm so grateful that we can be here this afternoon. Nashukuru maana sasa wakati huu tuko hapa. That sun is very bright. Basi jua limeng'aa vilivyo. But the Bible talks about the sun of righteousness that's even brighter than that. Na Biblia inasema kwamba nuru, mwana wa nuru anang'aa zaidi ya jua. And the sun of righteousness is the Lord Jesus Christ. Na huyu mwana wa nuru ni Bwana wetu Yesu Kristo. But just before we start, we've got two announcements. Basi kabla hatujaanza, matangazo ni mawili. The first announcement is, na tangazo la kwanza ndilo hili. For some technical reasons we couldn't have the medical camp, the free medical camp today. Basi kwa sababu ya tatizo ya teknolojia hatungekuwa na kambi ya bure ya matibabu siku ya leo. So we have agreed that we'll have a free medical camp on Sunday. Basi kambi ya matibabu ya bure itakuwa siku ni ya Jumapili. So Sunday morning from about 9 o'clock, the medical camp will run till about 3 o'clock in the afternoon. Jumapili asubuhi tuanze saa 3 hadi saa 9 tutakuwa na kambi ya matibabu ya bure hapa kwenye uwanja. So if you have any medical concerns, basi kama una tatizo lolote la kiafya, we'll have doctors. Tutakuwa na madaktari hapa. If you've got a toothache, we'll have dentists. Kama una shida katika meno, tuko na daktari wa meno hapa. And also nurses to support. Na vile tuko na wauguzi kwa ajili ya msaada. Something else we want to try tomorrow. Basi jambo lingine ambalo tutafanya kujaribu siku ya kesho. Because I've prepared all these presentations with PowerPoint for the projector to show. Maana tumeshatengeneza na kuandaa mafunzo katika hiki kituo cha utangazaji. But the sun is so bright you can't really see it. Lakini mwanga ni mkali sasa hata unatuzuia kutoka kwa kuona. So tomorrow we want to trial something. Basi kesho sisi tutajaribu kitu hapa. So we'll do a presentation around this time again. Basi tutakuwa na mafunzo wakati kama huu. And then what we'll do is we'll finish. Basi tukisha maliza. And then at 6:40 in the evening when it's starting to get dark. Basi saa 12:40 wakati ambapo jua limetua kabisa. We will have a sermonette with the PowerPoint. Tutakuwa na mahubiri mafupi tukitumia hiki kituo cha matangazo. And so if enough people come for the sermonette at 6:40 p.m. basi tukiwa na watu ambao wametosha kwa ajili ya mahubiri saa 12:40, then we'll continue that for the next week or so. Basi tutaendelea na hayo mafunzo kwa juma lijalo na zaidi. So just want to gauge your interest. Is anybody interested in coming 6:40 for a second presentation, a shorter one? Basi tunauliza ili upate kutuonyesha kwa mkono, kuna mwenye ataweza kuhudhuria kuanzia saa 12:40? If there is, just raise your hand so we can see. Kama yuko utanyanyua mkono tuone kama yupo. Okay, there's quite a few. Asante, ni I wachache. think it'll be worthwhile. We'll give it a trial tomorrow. Asante sana, basi kesho tutafanya kujaribu. Wonderful. Well, as we start, basi tunapoanza,
let's just bow our heads for a word of prayer, Tutainamisha vichwa kwa ajili ya maombi, because we don't want to do anything apart from God's blessing. maana hatutaki kufanya chochote ila mibaraka yake Mungu, And we don't want to teach from the Word of God without the Holy Spirit leading. na hatuhitaji kufunza kutoka kwa neno lake Mungu pasipo Roho Mtakatifu kutuongoza. So let's just bow our heads. Basi tutainamisha vichwa. Our gracious Father in heaven, Baba yetu wa neema aliye juu mbinguni, we are so grateful that we can call you Father. tunashukuru maana tuna uwezo wa kukuita wewe kama baba. We're so grateful for the Lord Jesus Christ, Tunashukuru kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo, who intercedes and mediates between us and you. ambaye anafanya kutuombea na kutupatanisha sisi pamoja na wewe. God, you are so holy Baba, wewe ni mtakatifu ajabu, that it would be difficult for sinful men to live in your presence. hata ni vigumu kwa sisi binadamu wenye dhambi kuishi katika uwepo wako. But somehow you found a way that we can communicate with you. Lakini kwa njia fulani ulipata namna ya sisi kuwasiliana pamoja nawe. And so the Son of God became a human being. Basi mwana wake Mungu akapata kuwa binadamu. He became man to reach humanity, Alipata kuwa binadamu ili apate kufikia wanadamu, so we could relate to you. ili tuweze kuwa na uhusiano pamoja nawe, And he could live a perfect life. ili tuweze kuishi maisha yaliyo makamilifu. And after he sacrificed himself, Na baada ya yeye kujitoa kuwa kafara, Jesus ascended into heaven Yesu ni mwenye kupaa kwenda mbinguni and was seated at the right hand of God. na ameketi katika mkono wako wa kuume. And in heaven now he is our great high priest. Na pale mbinguni yeye ndiye ukuhani wetu mkuu, And he takes his righteousness, his goodness. na anachukua haki yake na wema wake. And even when we pray, Na hata wakati sisi tunafanya kuomba, and we pray with stammering lips na tunaomba na ndimi zenye utata and imperfect speech, na maneno ambayo hayajakamilika, Jesus takes our requests. na Yesu ni mwenye kubeba mahitaji yetu, He perfects it through his righteousness na anayafanya yanakamilika kupitia kwa haki yake, and presents it faultless to you. na anayaleta kwako wewe Baba. Father, we are so grateful for Jesus that takes our imperfection and makes it perfect. Baba, tunashukuru sana kwake Yesu kuchukua udhaifu wetu na kufanya uwe kamili. And today as we look at the testimony of Jesus Na siku ya leo tunapotazama ushahidi wake Yesu with imperfect understanding, na mioyo ambayo haipati kuelewa vikamilifu, we just pray for the Holy Spirit to give us understanding, a spiritual vision, tunaomba Roho Mtakatifu atufanye kuelewa na atufungue macho yetu ya kiroho of this important message this evening. katika ujumbe huu wa umuhimu jioni ya leo. And this we pray in Jesus' name. Na hili tumefanya kuomba katika jina lake Yesu. Amen. Amen. So church, we're going to go to the book of Revelation. Basi kanisa, tutaenda kitabu ni cha Ufunuo. And we're going to go to Revelation chapter 12. Basi kitabu ambacho tutasoma ni Ufunuo wa Yohana, sura yake ni ya 12. And we're going to look at the very last verse. Na tutatazama lile fungu ambalo ni la mwisho. Now this is a story where Satan is kicked out of heaven. Basi hii ni hadithi ambayo ibilisi anafukuzwa kutoka mbinguni. He's cast to the earth. Amesharushwa hapa katika ulimwengu. He's judged to be a liar at the cross. Tayari ameshaambiwa yeye ni muongo. And then through the dark ages as he persecutes the church, Na zile zama za nyakati ngumu yeye ni mwenye kusaliti wa Kristo. a great reformation takes place in the church. Pakawa na mabadiliko makubwa kwenye kanisa. And then just before the end comes, Na kabla ya mwisho kufika, we read in verse 17, tunasoma fungu ni la 17. it says, and the dragon was enraged with the woman. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Who is the dragon? Basi huyu joka ni nani? We've already been told earlier in the chapter that the dragon is that serpent of old called the devil and Satan. Tayari tumeshaambiwa katika maandiko ya kwamba huyu joka ni ibilisi ambaye ni mnyama ambaye tena anaitwa shetani. So the dragon is angry with the woman. Basi huyu joka ni mwenye kumkasirikia yule mwanamke. But who is the woman? Na mwanamke ni nani? In the Bible, the woman represents a church. Basi kwenye Biblia mwanamke anaashiria kanisa. The church of God Kanisa lake Mungu is called the bride of Jesus Christ. linaitwa bibi harusi wake Yesu Kristo. So we said that the devil is very angry with the church. Basi ibilisi ni mwenye hamaki kwa kanisa. And it tells us that he went to make war Basi Biblia inasema kwamba akaenda kufanya vita with the rest of her offspring, or the remnant of a seed. juu ya wazao wake waliosalia. So what does that mean? Basi ina maana gani? It means that what is left over of the church Ya kwamba wao ndio waliosalia kwenye kanisa.
those who have remained faithful to the Lord Jesus Christ. waliosalia na uaminifu kwake Yesu Kristo. This is what is left over of the church. These are the remnant of God. Basi hao ndio waliosalia wake Mungu. But it then tells us that there are two identifying marks. Basi tunaambiwa kuna ishara mbili za kuweza kuwatambua hawa. The first one is they keep the commandments of God. Ya kwanza wazishikao amri zake Mungu. So they are faithful to God and obedient to Him. Basi wao ni waaminifu kwake Mungu na pia ni wenye kutii Mwenyezi Mungu. And the second characteristic that they have Na tabia ya pili ambayo wako nayo is that they have the testimony of Jesus Christ. ya kuwa wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Now, what is the testimony of Jesus Christ? Basi ushuhuda wa Yesu Kristo ni upi? I invite you to go in your Bibles to Revelation chapter 17. Basi tutaingia kwenye Biblia na ni Ufunuo wa Yohana sura ni ya 17. And we're going to read there. Na tutasoma pale. Oh, sorry, no, it's Revelation 19, my mistake. Samahani, ni Ufunuo wa Yohana sura ni ya 19. And we read there in verse 10. Na fungu ambalo tutakalo lisoma ni la 10. And the Bible tells us that John the Revelator is speaking to an angel. Basi Biblia inanena kwamba huyu Yohana ambaye ananena pamoja na malaika. This angel is not God, but it's a very powerful angel. Huyu si Mungu bali ni malaika mkuu. And it tells us that John fell at his feet to worship this angel. Na Biblia inasema kwamba akaanguka katika miguu yake ili afanye kumwabudu huyu malaika. But angels should not be worshipped because they are not God. Lakini malaika wastahili kuabudiwa maana wao si Mungu. So the angel corrects him. Basi huyu malaika ni mwenye kumkemea. And it says there, but the angel said to me, lakini malaika naye akamwambia, see that you do not do that. Angalia usifanye hivi. For I am your fellow servant. Mimi ni mjoli wako. And of your brethren who have the testimony of Jesus. Na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. So this angel had the testimony of Jesus. Basi huyu malaika ni mwenye ushuhuda wake Yesu. In the same way that God's remnant church in the end times namna kanisa la masalio nyakati za mwisho will also have the same testimony of Jesus. watakavyokuwa na huo ushuhuda wake Yesu. Now what is that testimony? Basi huu ushuhuda ni ushuhuda upi? Then he says, worship God. Basi anasema muabudu, msujudieni Mungu. This is a true angel. He realizes that he's not worthy of worship, although he's an incredible being. Huyu ni malaika wa kweli maana anajua ya kwamba hastahili kuabudiwa. Haijalishi ya kwamba yeye ni kiumbe cha ajabu. He directs the worship of John the Revelator away from him and to God. Anazungusha kuabudu kwake Yohana kwake yeye na anauelekeza kwake Mungu. He says, worship God for the testimony of Jesus. Anasema msujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu is the spirit of prophecy. Ndiyo roho ya unabii. So the spirit of prophecy, kwa hivyo roho ya unabii, the prophetic gift, ambayo ni kipawa cha roho, is known in the Bible as the testimony of Jesus. Inajulikana kwa Biblia ya kwamba ndio ushuhuda wake Yesu. So you'll see that the end time people keep the commandments of God. Basi watu wa siku za mwisho ni wenye kuhifadhi amri zake Mungu. And they have the gift of prophecy within the church. Nao ni wenye kipawa cha roho miongoni mwa kanisa. Not only will they have a prophet in the church, basi si kwamba watakuwa tu na nabii hapa kanisani, and a true prophet of God, na nabii wa kweli wake Mungu, they will also be able to understand and interpret the prophecies in the Bible. Wao ni wenye kuelewa na kutafsiri nabii iliyo katika Biblia, where other people will struggle to interpret and understand them. Wakati watu wengine wanajaribu kutafsiri na pia kufanya kuelewa unabii. You know, the Apostle Peter tells us the following. Mtume Paulo anatuambia yafuatayo. He said we have a more sure word of prophecy. Anasema kwamba tuna uhakiki fulani katika unabii. And at the time when he says this, na wakati huo anapotamka haya maneno, he had just told everybody that he had been an eyewitness of the Jesus Christ. Tayari alishasema kwamba yeye ndio ushahidi wa macho kwake Yesu Kristo. He had seen the miracles that he had performed. Alishaona miujiza ambayo Yesu alifanya. And more than that, he'd seen Jesus transfigured on the mount. Na zaidi ya yote alimwona Yesu akibadilishwa pale kwenye mlima. He was one of the 3 disciples that also saw Jesus in the Gethsemane. Ni baadhi ya wale wanafunzi watatu waliomwona Yesu pale katika shamba la Getsemane. And he saw Jesus struggling with sin just before he went to the cross. Na alimwona Yesu namna anavyosumbuka na dhambi kabla ya kuelekezwa pale kwenye msalaba. And our sins that were laid on Jesus, na dhambi zetu zilipotundikwa Yesu,
was crushing the life out of him. zilikuwa zinavunja uhai uliokuwa ndani yake The Yesu. pressure was so intense Basi msukumo ulikuwa ni wa ajabu that he started bleeding from his sweat glands. hadi Yesu akaanza kuvuja damu And he felt like one dying to the ground. na akahisi ya kwamba huyu anakufa pale kwenye sakafu. And this is when Peter the apostle and the other two with him Basi huyu Petero pamoja na wale wanafunzi wawili waliokuwa pamoja naye saw an angel come down from heaven walimwona malaika akiteremka kutoka pale mbinguni to come and strengthen Jesus. ili apate kumpatia Yesu nguvu. Jesus in his humanity was being crushed by the weight of our sins. Yesu katika mwili wake wa kibinadamu alifinywa sana na mzigo wa dhambi zetu. But the supernatural being sent from God in heaven Lakini hiki kiumbe cha ajabu kilichotumwa pamoja naye Mungu kutoka mbinguni infused him with strength and made him strong. kilimjaza nguvu ambazo zilimpa Yesu nguvu. Jesus was not to die in private. Yesu hakuwa akufe faragani. This was not a private affair but a public affair. Hiki hakikuwa ni kitendo cha siri bali kilikuwa ni kitendo cha uwazi. God wanted the whole world to know that Jesus Christ was to die for their sins. Mungu alinuia kwamba binadamu wote wapate kujua kwamba Yesu ni mwenye kufa kwa ajili ya dhambi zao. And these are the things that the apostle Peter saw. Basi haya ndiyo maneno ambayo mtume Petero alipata kuyaona. But then he goes on to explain that we have something even better than the eyewitness account that he has given us. Na anaendelea kutuambia kwamba ana mambo mengi zaidi ya kuwa zaidi shahidi wa macho namna alivyosimulia. He tells us we have a more sure word of prophecy, Anasema tuko na njia hakiki zaidi ya unabii which we do well to heed. ambayo tutafanya vizuri ikiwa tutatii. In other words, pay attention. Kwa hivyo upate kuwa makini. As a light that shines in a dark place. Namna ilivyo nuru inapong'aa pahala ambapo ni penye giza. So prophecy is a light. Basi unabii ni nuru. It shines into our dark world. Ambao unang'aa katika maisha yetu ya giza. And it tells us as this light of prophecy shines in the dark place. Namna nuru ya unabii inavyong'aa mahala ambapo ni pagiza. It says the day will dawn. Basi pata kucha. And the morning star will rise in our hearts. Na nyota ya asubuhi itapata kung'aa katika mioyo yetu. So in the darkness the Holy Spirit speaks through the prophecies. Basi kwenye giza Roho Mtakatifu ni mwenye kunena kwenye manabii. It's like a light that lights up within us. Sawia na mwanga ambao unang'aa ndani yetu. And then the morning star rises within each of our hearts. Na nyota ya asubuhi ni yenye kung'aa katika kila mioyo yetu. That's why the Bible is 1/3 prophecy. Basi ndipo Biblia theluji yake ni unabii. So it's important for us to understand the prophecies. Ili ni muhimu kwetu sisi tupate kuelewa unabii. You know, Jesus also prophesied. Unajua Yesu pia ni mwenye kufanya unabii. We read in Matthew 24. Basi katika kitabu cha Mathayo 24 about the prophecies of Jesus. basi pale pana unabii wake Yesu. And the disciples actually come to Jesus. Na wanafunzi walipokuja kwake Yesu. So we're in Matthew chapter 24 now. Basi tutaingia katika Mathayo sura yake ni 24. And we're going to read, we'll read from verse, let's see. Verse 1. We'll read from verse 1. Basi Mathayo ni 24 na tutasoma fungu ni la kwanza. It says, then Jesus went out and departed from the temple. He'd just been in the temple. Basi Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Now on the opposite side of the temple is on a mountain. Basi hili hekalu liko kwenye mlima. It's Mount Moriah. Basi mlima wa Moria. It's not a very tall mountain, but it's a mountain. Basi si mlima mkuu bali huu pia tu ni mlima. And then he walks down from that mountain through the Kidron Valley. Basi huyu Yesu ni mwenye kuteremka kutoka ule mlima. And they walk up to the other side. Na akaelekea katika ile sehemu nyingine ya pembeni. And so his disciples come to him. Basi wanafunzi wakamwendea. And they point out to this marvelous, beautiful temple sitting on Mount Moriah in Jerusalem. Basi wakamwonyesha ile hekalu ya kupendeza ambayo imetua pale katika mlima wa Moriah. And the temple was made of massive stones, huge blocks. Basi hii hekalu ilikuwa imetengezwa na mawe ya madini ya hali kuu. And so Jesus says to them, can you see all these things? Basi Yesu akawanenea akauliza, jamani muona hivi vitu vyote? Assuredly I say to you, amini nawaambieni, not one stone shall be left upon another halitasalia hapa jiwe juu ya lingine that shall not be thrown down. ambalo halitabomoshwa. So as they, verse 3, as they sat on the Mount of Olives, Basi wanavoketi katika ule mlima wa Mizeituni, the disciples come to him wanafunzi wakaja kwake. and they say to him, tell us, Wakamwambia, what will these things be? basi haya mambo yatakuwa lini? Because they're thinking if the temple's going to be destroyed, surely it's the end of the world. Basi ikiwa basi hili hekalu litabomolewa itakuwa ni wakati wa mwisho wa ulimwengu.
And Jesus says to them, Na Yesu ni mwenye kuwajibu hivi. but the question is, what will these things be and the signs of their coming Basi swali ni kwamba haya mambo yatatukia lini na ishara ni zipi? and the end of the age? Na wakati siku za mwisho ni lini? And Jesus said to them, Na Yesu ni mwenye kuwajibu hivi. now pay attention to what Jesus says here. Basi hebu kuwa makini kwa yale ambayo Yesu anasema. His opening phrase is very, very, very important. Ni mwenye kufungua nukuu ambazo ni za muhimu ajabu. He says, take heed that no one deceives you. Yesu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Why would Jesus start his prophecy with being a warning? Basi mbona Yesu aanze unabii kwa kutoa onyo? Well, the problem is that there will be many people that will come and deceive or try to deceive God's people. Tatizo ni kwamba patakuwa watu kwa wengi ambao watakuja kwa ajili ya kudanganya watu wake Mungu. Matter of fact, if you were to read all of Matthew chapter 24, Ni wazi ya kwamba ikiwa utasoma Mathayo 24 yote, 4 times Jesus says, do not be deceived. Be careful, many will be deceived. mara 4 Yesu ni mwenye kuonya kwamba angalia usije ukadanganyika, maana uweze kuwa makini usidanganywe. This is an end time prophecy, Basi huu ni unabii wa siku za mwisho. and Jesus knows that there will be a lot of deception just before he comes. Na Yesu ni mwenye kufahamu ya kwamba patakuwa na uongo kwa wingi kabla ya yeye kufanya kuja. And in verse 5 we read, Na katika fungu la 5 tunasoma hivi, for many will come in my name. kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. So when someone comes to the name of the Lord Jesus, Basi mtu anapokuja kwa jina lake Yesu, is it possible that even they can deceive the people? basi ni wazi ya kwamba uende ikawa watadanganya hata wale ambao ni wazuri. Well, it seems that way as we read on. Basi inaonekana ya kwamba tunavyoendelea kusoma, Many will come in my name saying, I am the Christ. wengi watakuja kwa jina langu wakisema kwamba wao ndio Kristo. But there's 2 ways you can understand that statement. Basi pana namna mbili ya kuelewa hilo nukuu. They come in the name of Jesus, but they claim to be the Christ. Wanakuja katika jina lake Yesu na kusema kwamba wao ndio Kristo. Now the word Christ just comes from the word Christos, Basi neno hili Kristo linatoka katika hilo neno Christus. and it's just the word for Messiah, Basi hili tena ni neno lingine la Masihi. which is the anointed Savior. Basi huyu ni mpaka mafutwa. So that could be the one option. The other option is Basi inaweza kuwa sehemu nyingine, na nyingine ndio hii. they come in the name of the Lord Jesus Christ. Ni wao kuja katika jina lake Yesu Kristo. They say that Jesus is the Christ, Wanasema kweli Yesu ndiye Kristo, but they do something really bad. lakini wao ni wenye kutenda maovu Because fulani. Jesus says they will deceive many. Maana Yesu ni mwenye kusema kwamba watawadanganya wengi. So in 2 verses, Jesus talks about deception twice. Basi katika mafungu mawili Yesu ni mwenye kunena kudanganywa mara mbili. So just because someone claims to be a Christian Basi kwa sababu mtu tu ni kusema kwamba yeye ni Mkristo or a preacher or a teacher of God's word, ambaye ni mhubiri mwenye kuhubiri neno lake Mungu, and even says that Jesus Christ is Lord, hata anasema kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, they may still have some deceit in their teachings, uende ikawa bado wako na uongo katika mafunzo and yao. will need the word of God and the Holy Spirit to show us what is true. Basi ni wenye kusoma neno lake Mungu na Roho Mtakatifu atuongoze kilicho cha kweli. And then Jesus changes the subject a little bit, Na Yesu anabadilisha mada kidogo. and it says there in verse 6, Basi tutaingia katika fungu ni la 6. and you will hear of wars Nanyi mtasikia habari za vita and rumors of wars. na matetesi ya vita. How many wars start every year on planet Earth? Basi ni vita vipi vinaanza kila mwaka katika sayari ya ulimwengu? They say around 30 wars. Basi vita ni karibu 30. But the big wars we know about at the moment Basi vita kuu ambavyo sisi tunavifahamu wakati huu is the war in the Ukraine with Russia and Ukraine. ni vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Hundreds of thousands of people have died. Watu maelfu na maelfu wameshapoteza maisha yao. Then the other big war is the one in Gaza Na vita vile vingine vikubwa ni vile vilivyo pale Gaza, between Israel and Hamas. kati ya Israeli na Hamasi. Tens of thousands of innocent people have died. Makumi na maelfu ya watu tayari wameshapoteza maisha yao. So when Jesus says at the end of time we'll see wars and rumors of wars, Yesu anapotamka ya kwamba siku za mwisho tutapata kuona vita na matetesi ya vita. a rumor of a war, some war that has not yet started. Tetesi ya vita lakini bado havijaanza.
So we see that North Korea is upset with South Korea. That's a rumor of war. They're always threatening. Korea Kaskazini na Korea Kusini wanasadiki sasa kila mara wao ni kushambuliana. We see between China and Taiwan. China thinks that Taiwan is part of them, and Taiwan says that they are sovereign and independent. Uchina pamoja na Taiwan wana duku hapa na pale, huyu anataka kutamalaki na mwingine. And occasionally there's a war of words between China and the USA and China and Australia. Pana malumbano ya maneno kati ya Uchina na Marekani, Uchina na Australia. But then the Bible goes on to say, see that you are not troubled. Na Biblia inasema kwa inaendelea kusema hivi, lakini msipate kuwa na hofu. So Jesus wants to give us comfort and hope irrespective of the wars and the rumors of wars. Basi Yesu ni mwenye kutupatia faraja na tumaini ya kwamba haijalishi pana vita na pia pana matetesi ya vita. Because he says all these things must come to pass. Anasema lazima hivi mambo yafanye kutukia. But the end is not yet. Lakini ule mwisho bado. So when we see wars and there's rumors and talk of wars, basi tunapoona vita na matetesi na hata mazungumzo kuhusu vita, we might be getting close to the end of time. Uende kama tunasonga karibu na mwisho ulimwengu. But it's not yet the end according to Jesus. Lakini sawia na Yesu ya kwamba bado mwisho haujafika. And then he says in verse 7, for nation will rise against nation. Basi katika fungu la 7 ni mwenye kutamka ya kwamba kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. And kingdom against kingdom. Na ufalme kupigana na ufalme. Now this word nation is very interesting in the original language. Basi hili neno taifa ni la kufurahisha sana katika ile lugha yake ya asili. In the Greek it's the word ethnos. Basi katika lugha ya Kiyunani ni neno hili ethnosi. That's where we get the word ethnicity from. Basi hapa ndipo tunakuwa na makundi madogo madogo. So there will be conflict between different races. Basi kutoka kwa kila kabila panakuwa na makundi tena madogo madogo. There may even be tribal conflicts. Wende kawa tukakuwa na matatizo hata katika lugha. So one ethnicity will rise against another ethnicity. Kabila fulani linashambulia kabila lingine. And kingdoms against kingdoms. Na taifa dhidi ya taifa. And there will be wars, and there will be famines, na patakuwa na njaa, pestilences and earthquakes matetemeko ya nchi in various places. Kila mahali. So let's talk about famines at the moment. Hebu tunene kuhusu njaa. You know, out of the 8 billion people that live on planet Earth, unajua kati ya watu hawa bilioni 8 wanaoishi katika sayari ulimwengu, 2.4 billion people, watu bilioni 2.4 cannot get enough food. hawawezi kupata chakula cha kustahimili. That is almost 30% of the world's population. Ni asilimia 30 ya binadamu. There are thousands that starve to death every day because they can't get enough food. Watu maelfu wanakufa njaa kwa sababu hawapati lishe ya kutosha. So there'll be famines. Basi patakuwa na njaa. But then also pestilences. Na vile vile patakuwa na tufani. Pestilences are diseases that are hard to control. Haya ni magonjwa ambayo ni vigumu sisi kuyakimu. We just recently had COVID. Hivi majuzi tulikuwa na ugonjwa wa corona. And millions of people died during COVID. Na mamilioni ya watu walipoteza maisha msimu wa corona. But there's been far worse pestilences than COVID. Lakini patakuwa na magonjwa magumu zaidi ya corona. About 1% of the people who got COVID died. Basi 1% ya watu waliopata ugonjwa wa corona walipoteza maisha yao. But did you know there was only about 100 years ago Basi unajua karibu miaka 100 iliyopita that they had the Spanish flu? ya kwamba palikuwa na homa. The population of the world at that time was 500 million people. Watu katika ulimwengu wakati huo walikuwa ni watu bilioni 5. But the Spanish flu killed 50 million people. Na hii homa ya Uspano ilipata kuua watu milioni 50. That's 10% of the population of the world. 10 ya watu walio katika ulimwengu. So what we saw in COVID was actually very mild upon what is going to come. Tulichokiona pale kwa sababu ya corona hatulinganishi na kile kitakachokuja. Then it tells us about earthquakes. Basi pia tunaambiwa kwamba patakuwa na mitetemeko ya nchi. There are so many earthquakes nowadays. Pana mitetemeko ya nchi kila wakati. That they're saying to us that every week there's about 100 earthquakes that they can measure. Basi katika kila juma tunakuwa na mitetemeko ya nchi karibu 100. That's over 5,000 earthquakes a year. Basi zaidi ya mitetemeko ya nchi 5,000 katika mwaka. But some of them are quite deep. We don't always feel them. Mitetemeko ingine hatuisikii manake inakuwa pale chini kwa udongo. But for humans to feel it, the earth shaking, there's about 2,000 every year. Basi ili binadamu wapate kuhisi ule mtetemeko wa nchi inakuwa ni 2,000 katika kila mwaka.
It was not that long ago that only 200 earthquakes a year was registered. Basi sio kitambo tu tulikuwa na mitetemeko ya inchi 200 kwa mwaka. So there's been a tenfold increase in earthquakes. Basi imepata kuongeza maradufu mara 10. But then it goes on to say that all these things are the beginning of sorrows. Basi Biblia inaendelea kusema kwamba haya tu ndio mwanzo wa dhiki. But that word sorrows is also very interesting, the original. Basi hili neno dhiki ni la kushangaza tunapoanza. That word actually means the beginning of birth pains. Basi utungu ni mwanzo wa utungu. Now I'm a man, I've never had a baby. Basi mimi ni mwanaume sijafanya kuzaa. But the women tell me Lakini mwanamke hebu niambie. that when they're starting to have a baby, Wanapoanza kuzaa they get contractions. basi wanakuwa na kufinywa fulani. These are birth pains. Basi huu ndio utungu wa mwanzo And wa the mimba. closer they come to having the baby, Na mradi unavyotusonga karibu na kujifungua yule mtoto, the more intense the contractions ndivyo basi haya machungu yanazidi. and the more frequently they occur Ndivyo basi utungu pia unazidi. until eventually the baby is born. Hadi mwisho upate kujifungua huyu mtoto. So when it comes to famines, pestilences, earthquakes and wars, Basi inapokuja katika mambo ya njaa, magonjwa, these are the beginning tetemeko, of contractions basi huu ndio mwanzo wa that will utungu. intensify Na mambo haya yatazidi kuwa ya kasi and happen more frequently na yataendelea na zaidi until Jesus comes. hadi Yesu apate kurudi. Now at that time, Basi wakati huo, during that time of the pestilences and earthquakes, basi huu wakati wa tetemeko za nchi pamoja na njaa na the magonjwa, persecution of the church, the persecution of God's people will break. basi kanisa litapata kusalitiwa. And verse 9 it tells us, then they will deliver you into tribulation. Basi fungu la 9 linasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, And they'll kill you. nao watawaua, And you will be hated by all nations for my name's sake. nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. So when you take on the name of the Lord Jesus Christ, Basi unapolichukua jina lake Yesu Kristo, simply for doing that, some people will start hating you. kwa sababu tu ya kutamka neno lake Kristo, watu wengine ni wenye kukuchukia wewe, And you will be delivered up. na wewe basi utauacha huru. They may even torture you. Nao pengine pia ni wenye kukutesa wewe, And they will kill you. na watafanya kukua wewe. Now the interesting thing is, Jesus tells us something very interesting in John chapter 15. Basi jambo la kushangaza, Yesu ni mwenye kutuambia neno katika Yohana 15. Let's go to John chapter 15. Tutafungua kitabu cha Yohana sura yake ni ya 15. And we'll just read this through. Start with verse 18. Basi tutaanzia fungu la 18. It says, if the world hates you, Iwapo ulimwengu ukiwachukia, you know that it hated me before it hated you. mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. If you were of the world, Kama mungekuwa wa ulimwengu, the world would love its own. ulimwengu ungependa walio wake. Yet because you are not of this world, Lakini kwa sababu ninyi si wa ulimwengu, but I chose you out of the world. bali mimi niliwachagua katika ulimwengu. Isn't it nice to know that you're here this evening because God has chosen you? Basi si ni jambo la kufurahisha kujua ya kwamba Mungu ni mwenye kukuchagua wewe. And he's simply asking that you choose him as well Na tonight. Mungu pia anakusia kwamba jioni ya leo upate kumchagua yeye pia. I've chose you out of this world, Basi katika ulimwengu huu, therefore the world hates you. basi ulimwengu utawachukia. Remember the word I said to you. Basi likumbukeni lile neno nililowaambia. A servant is not greater than his master. Mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. If they persecuted me, Ikiwa waliniudhi mimi, they will persecute you also. watawaudhi ninyi. Was Jesus persecuted? Basi Yesu ni mwenye kuudhiwa Often. kila mara. Many times they tried to kill him, Mara nyingi walijaribu kumuua, and he would hide himself na yeye mwenyewe ni mwenye kujificha, because his time was not yet. maana wakati wake ulikuwa haujafanya kutimia. Jesus worked for 3.5 years before they finally tortured and executed him on the cross. Yesu ni mwenye kufanya kazi miaka 3.5 kabla hawajamshika na kumkamata na kumtesa pale kwenye msalaba. But the leaders of the church in that day Lakini viongozi wa kanisa zama zile didn't want the people to listen to Jesus. hawakutaka watu wapate kumsikiza Yesu. But it's interesting here, it actually talks about the persecution of the world. Basi ni ajabu hapa, yeye ni mwenye kunena kuhusu kuudhiwa kwa kanisa. And then Jesus says, they will persecute you if they have persecuted me. Yesu ni mwenye kusema watawaudhi ninyi, maana walishaniudhi mimi. And if they've kept my words, they will keep yours also. Ikiwa walilishika neno langu, watalilishika na lenu.
When people read the Word of God watu wanaposoma neno lake Mungu and they sit in judgment on the Word of God, na wanaketi kwa ajili ya kuhukumu neno lake Mungu, if you come and preach to them the Word of God, basi ikiwa utakuja ufanye kuhubiri kwao neno lake Mungu, they will not be able to accept your word. wao si wenye kusikiza neno lako. Because Jesus says they haven't kept His word. Maana Yesu anasema wao hawajalihifadhi neno lake. But now it tells you why Basi inatuambia mbona they will persecute God's people. mbona wafanye kuwaudhi watu wake Mungu. It says, but all these things they will do to you sake, Kwa ajili ya jina langu, because. kwa kuwa. So this is the reason. Basi hii ndiyo sababu. This is the reason why they persecute God's people. Basi hii ndiyo sababu watafanya kuwaudhi watu wake Mungu. Because they do not know Him who sent me. Hawamjui yeye aliyenipeleka. They do not know God the Father. Hawamjui Baba Mungu. He was the one that sent Jesus Christ to come and save us. Yeye ndio mwenye kumtuma Yesu apate kutukomboa. But the world doesn't know Him. Lakini ulimwengu haumtambui. This word here is the word Edo. Basi hili neno ambalo limetumika hapa ni neno Ido. It's actually an academic sentence, to know God through His word. Ya kwamba ni kumjua Mungu katika neno lake. But it has to do with knowledge. Basi pia ni kupata maarifa. Because it's impossible for the world to actually have intimacy with God. Basi ni vigumu kwa ulimwengu kuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye Mungu. They can have a knowledge of God that comes through the word. Basi wanaweza kumjua Mungu kusoma kupitia neno lake. But these people who persecute Lakini hawa watu wenye kutesa wengine don't really know anything about God. hawajui lolote kumhusu Mungu. Now I want you to go just a little bit further in your Bibles to chapter 16. Basi ningependa muende kabisa katika Biblia, sura yake ni ya 16. And we're going to read verse 2. Na tutasoma fungu ni la pili. Because now the focus changes from the world to those who claim to be the people of God. Basi mtazamo umetoka kutoka kwa kanisa kwa wale ambao wanasema wao ndio watu wake Mungu. And verse 2 it says, and they will put you out of the synagogue. Biblia inasema watawatenga na masinagogi. Well, the synagogue for the Jews was like the church for the Christians. Basi sinagogi kwa Yahudi ni sawia na kanisa kwa Wakristo. And so what they did in the synagogues, they will do in the churches as well. Walichofanya kwenye sinagogi watafanya pale kwenye kanisa. Jesus says, yes, the time will come Basi Yesu anaitikia kwamba hakika saa yaja that whoever kills you watakapodhania will think that he's doing God's service. kila mtu auaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. In other words, he thinks he's serving God Katika maneno mengine ya kwamba anafikiri ya kwamba yeye ni mwenye kumtumikia Mungu by getting rid of God's true disciples. wakati ambapo anaondoa watumishi wake Mungu. Do you know that there are 360 million Christians last year that suffered for their faith for the Lord Jesus Christ? Nafahamu ya kwamba Wakristo 360 milioni walipata kuteswa kwa ajili ya Ukristo wao. We know of at least 6,000-7,000 that were killed because they believed in the Lord Jesus Christ. They were martyred for their faith. 6,000 hadi 7,000 waliuawa kwa sababu ya imani yake Yesu Kristo. One of the worst places in the world Sehemu ambayo ni hatari sana katika ulimwengu for Christian martyrs ili Wakristo wafanye kuuawa pale is a country here in Africa. ni taifa lililo hapa katika hili taifa letu, bara letu la Afrika. It is the country of Nigeria. Basi ni taifa la Nigeria. And last year, 80% of all the world's Christians that were killed Basi 80% Wakristo waliouawa mwaka uliopita were Christians from Nigeria. ni Wakristo ambao wanaishi katika taifa la Nigeria. So persecution is alive and well at the moment. Basi kuteswa ni wazi na unatendeka wakati huu. So here we are told Basi hapa tumeshanenewa. in chapter 16 verse 2 Fungu ni la sura ni ya 16 fungu ni la pili that these people are deluded. ya kwamba hao watu wanadhania, They think they're serving God wanadhani ya kwamba wanamtumikia Mungu when they are killing his people. lakini wanaua watu wake Mungu. I can tell you something from the Bible categorically, Basi mimi hebu niwaambie jambo la wazi kutoka kwa Biblia that God's people never persecute other people. ya kwamba watu wa Mungu kamwe hawatesi watu wa Mungu. And if someone claims to be a Christian and he persecutes another Ya Christian, kwamba mtu anapojidai ya kwamba yeye ni Mkristo na inhali anatesa mwingine, it is a sure sign that he's not following the Lord Jesus Christ. He's deceived. Basi hili ni jambo la hakika ya kwamba yeye amfuati Bwana Mungu ila amefanya kudanganywa. Jesus warned about deception in his end time prophecy. Yesu alifanya kuonya kuhusu madanganyiko katika huu wakati wa mwisho katika unabii. And if there's another religion that claims to serve God Basi kama kuna dini ambayo inatangaza kwamba inamtumikia Mungu and they kill Christians, na wao wanafanya
kuwaua Wakristo. you can be sure that it's not the religion of the God of heaven. Hebu hakikisha kwamba hiyo sio dini yake Mungu. God's church has always suffered persecution. Basi kanisa la Mungu daima ni lenye kuteswa. The first righteous person to suffer persecution Mtu wa haki wa kwanza aliyeuawa was killed not by an enemy, aliuawa si kwa sababu ya maadui, but he was killed by a brother. lakini ni mwenye kuuawa pamoja na ndugu yake, And their brother's name was Cain. na ndugu yeye jina lilikuwa Kaini. He acknowledged that God was worthy of worship. Alitambua wazi na kukubali ya kwamba Mungu anastahili ibada, He even brought a sacrifice. na tayari alishaletea Mungu kafara. So in three things, he acknowledged God, Mambo ni matatu: alimtambua Mungu, he brought a sacrifice, basi ni mwenye kuleta kafara, he came to worship, na alikuja kufanya ibada just like his brother Abel. namna ndugu yake Abili alivyofanya. But God did not accept his worship. Lakini Why? Mungu hakuitikia ibada yake. Mbona? Because he was not obedient to God. Maana yeye si mwenye kumtii Mungu. God said, when you come and worship before me as a sinner, Mungu anasema unapokuja kuniabudu na kama wewe ni mwenye dhambi, you can't come without a sacrifice. hauwezi kuja na kafara yoyote If ile. there's not a sacrifice for your sins, Si kwamba kafara ni ya dhambi zako. you can't step into the presence of a holy God. Hauwezi kuingia katika uwepo wake Mungu ambaye ni mtakatifu. You need a sacrifice. Unahitaji kafara. And thank God the Lord Jesus Christ, Na shukuru Mungu maana Bwana wetu Yesu Kristo, he is our sacrifice. yeye ndiye kafara yetu. God the Father and the Son made a sacrifice for us so we can approach him. Mungu Baba pamoja na Mwana walitoa kafara ili tuweze kupata uwepo wake Mungu. So persecution has always been there for God's people. Basi watu wa Mungu tayari wameshateswa tangia mwanzo. So let's go back to Matthew chapter 24. Basi tutarudi katika kitabu cha Mathayo 24. And it tells us there, then they will deliver you up to tribulation and kill you, Basi inatuambia pale watawaondoa kwa ajili ya and you'll be kuuawa, hated by all nations for my sake. na mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili Now yangu. listen to the following. Basi hebu sikiza yafuatayo. Verse 10. Tunaingia katika fungu ni la 10. It says, then many will be offended, Ndipo wengi watakapojikwaa, will betray one another. watasalitiana. Now you know your enemy cannot betray you because you don't trust him. Mnajua adui hawezi kukusaliti maana wewe hujafanya kumwamini. Betrayal can only happen between friends, Basi wewe utasalitiwa tu na aliye rafiki, between family members, watu wa familia, and those who claim to be fellow believers. na wale ambao wanadai ya kwamba wao ni waumini pamoja na wewe. It says they'll be offended and betray one another Basi wao watasalitiana and will hate one another. na watachukiana. Then many false prophets will arise. Ndipo watakapokuwa manabii wengi Many wa false prophets will uongo. arise, and what will they do? Na watafanya nini? They will deceive many. Na kudanganya wengi. How will they do that? Basi watafanya aje? They will claim, they will come in the name of the Lord, Watakuja katika jina lake Bwana and they'll say some wise words. na watasema maneno mengine matamu. They may even perform so-called miracles, Na wao pia watatenda kile ambacho tutasema ni miujiza. but they will not speak according to the word of God. Lakini hawatanena sambamba na neno lake Mungu. We've got to be very careful. Jesus has warned us. Basi tupate kuwa makini maana Yesu ameshatupa onyo. False prophets will come in his name and deceive many. Manabii wa uongo watakuja katika jina lake Mungu na And we watafanya wanna- kudanganya wengi. And we want to make sure that we are not deceived. Na tutafanya hakiki ya kwamba sisi sio wenye kudanganywa. There's many false prophets. Pana manabii wengi wa uongo. This man called Jose Luis de Jesus Miranda, Basi kuna mwanaume ambaye anaitwa Hosea Luis Jose Miranda. he claims to be the incarnation of Jesus Christ. Yeye anadai ya kwamba yeye ni Yesu katika mwili wa And binadamu. he has millions of followers. Na ana waumini wa mamilioni. Matter of fact, he calls himself the Antichrist. Basi katika neno lingine anasema yeye ndiyo mpinga Kristo. He says that we are confused about the word anti. Basi anasema sisi tuna utata katika hili jina mpinga. Anti just means instead of, and he's actually right in that sense. Basi anasema ya kwamba hii ni badala, na anasema kweli yeye ndiyo mbadala. So he's just simply a replacement. Basi anasema yeye ndiye amembadilisha, sasa ameingia nafasi yake Yesu. So he's got 666 tattooed on him. Basi yeye amepata alama ile ya 666. And all his followers have 666 tattooed on them. Na waumini wake wote wameshachapishwa chapio la 666. Because they believe that the Antichrist, which is him, Maana wanaamini mpinga Kristo ambaye ni yeye is the incarnation of Jesus Christ. ni Kristo akiwa katika mwili wa binadamu.
But you know, Kenya is not immune either. Basi unajua hata Kenya sisi hatujawekwa kando. There's a man here called Bungoma Jesus. Basi tuna Yesu wa Bungoma. He claims to be Jesus as well. Huyu Yesu anasema pia yeye ni Yesu. And there's another one, another false prophet. Pia tuko na nabii wa uongo hapa. He goes by Ezekiel Odero. Kwa jina anatambulikana kama Ezekiel Odero. I think his name is actually Mackenzie. Basi kwa jina lingine pia anatambulikana kuwa Mackenzie. And he takes from the people. Na yeye anachukua kutoka kwa watu. And he lives like a king. Na yeye anaishi sawia na mfalme. And his followers starve to death. Na waumini wake wanakufa njaa. Has he been thrown into prison? Is this the one that got thrown into prison? Basi ni yeye mwenye alirushwa gerezani. Everywhere in parts of the world there are false prophets. Kila mahali katika sehemu za ulimwengu pana manabii wa uongo. And Jesus has warned us. Na Yesu ni mwenye kutupa onyo. Beware of false prophets. Hebu tambua kwamba pana manabii wa uongo. So then false prophets will arise and deceive many. This is the third time we read about deception. Basi hii ndio mara ya tatu tunasoma kuhusu uongo, ya kwamba manabii wa uongo watatokea na kudanganya wengi. And then it says, and because lawlessness will abound. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi. What is lawlessness? Basi kuongezeka maasi ni nini? That word in Greek is the word anomia. Katika Kiyunani hilo jina ni anomia. It's the same word that is written to define what sin is. Basi hilo ndilo neno ambalo linatuambia dhambi ni nini. For example, in 1 John chapter 4 and verse 3 and verse 4. 1 John chapter 3 and verse 4. Yohana ya kwanza 4:3-4. It tells us that sin is the transgression of the law. Ya kwamba dhambi ni kuvunja amri. Sin is lawlessness. Basi dhambi ni kutokuwa na amri. So the law of God, the 10 commandments, when that is transgressed, basi amri zake Mungu ambazo ni amri 10 si kwamba tu zilivunjwa. that is what the Bible defines as sin. Basi Biblia inasema hiyo tu ndio dhambi. So these false prophets will actually preach some sort of righteousness, basi hawa nabii wa uongo ni wenye kuhubiri tuseme mambo ya haki, but they will not keep the law of God. lakini wao si wenye kuhifadhi amri yake Mungu. So because lawlessness will abound, maana patakuwa na maasi, which means there will be a lot of it, basi tutakuwa na zaidi. it says the love of many will grow cold. Upendo wa wengi utapoa. Love Upendo is an incredible power for good. basi ni nguvu kubwa ya kutenda mema. And in one of these nights we will unpack exactly what that love looks like. Basi wakati moja tutajifunza hakika upendo ni nini. Because it's the love that saved us. Basi ni upendo ambao ulituokoa sisi. It's the love that the Bible says will cast out fear when people are scared. Basi upendo ndio unaondoa hofu wakati ambapo mtu amejawa na hofu. Matter of fact, Revelation chapter 12 and verse 11 tells us basi ni wazi katika Ufunuo 12:11 inatunenea hivi, that those who are persecuted in the end times watakaoteswa nyakati hizi za mwisho will overcome the devil watamshinda ibilisi by the blood of the Lamb kupitia kwa damu ya mwana kondoo and by the word of their testimony, na neno la ushuhuda wao, and they will not love their lives even unto death. na maisha yao hawatayapenda hata wataacha wafe. That is a love that casts out fear. Basi huo ndio upendo ambao ni wenye kuondoa hofu. And that is a love that we're going to need in the end times. Na huo ndio upendo ambao tunahitaji nyakati hizi za mwisho. The love of many will grow cold. Basi upendo wa wengi utapoa. But then this encouraging word, he who endures to the end shall be saved. Na anamaliza akisema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Would you like to be saved? Basi ungependa upate wokovu? I know I want to be saved. Mimi najua ningependa nipate wokovu. Not only because I don't want to be lost, Si kwamba tu mimi sitaki kupotea. because that's important not to be lost, Ni muhimu ya kwamba mimi nisifanye kupotea. but because I love the Lord Jesus Lakini kwa sababu mimi nampenda Bwana Yesu Kristo. and I want to see him face to Na face. mimi ningependa nimuone Yesu uso kwa uso. And it's the greatest privilege when the King of Kings and Lord of Lords wants you to be his friend. Na ni fursa ya kipekee kwamba Bwana wa mabwana na mfalme wa mafalme angependa upate kuwa rafiki yake. And the Bible tells us we love the Lord because he loved us first. Biblia inatunenea kwamba tunampenda Mungu maana yeye ndiye mwenye kutupenda kwanza. We see his love for us Tunatazama upendo wake kwetu sisi.
We start recognizing what love really looks like. Tunatambua sasa upendo unaonekana vipi. And then we respond because he gave himself for you and for me. Tunaitikia maana tayari ameshajitoa kwako wewe pamoja na mimi. So he who endures for the Lord Jesus Christ, Basi atakayevumilia kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, right till the end of the world, na hata mwisho wa dahari, will be saved. yeye ni mwenye kukombolewa. But we need a love that's stronger than fear. Na tunahitaji upendo ambao umeshinda hofu. So we've looked at all the end time signs at the moment. Tayari tumeshaona ishara za nyakati za mwisho wakati huu. And it's told us this is the beginning of sorrows or birth pains. Basi tumeambiwa kwamba huu ndio mwanzo wa machungu wa utungu. And when there's wars and pestilences, Na panapokuwa na vita pamoja na na tufani, the end is not yet. bado mwisho haujafika. So what brings the end? Basi nini kitakacholeta mwisho? The Bible tells us Biblia ni yenye kutuambia. in verse 14. Basi fungu ni la 14. And it says, this gospel of the kingdom Tena habari njema ya will ufalme be preached in all the world itahubiriwa katika ulimwengu wote, as a witness to all nations, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. and then the end will come. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. What brings the end? Basi ni nini kitakacholeta mwisho? It's the preaching of the gospel of the kingdom. Ni kuhubiri kwa injili ya ufalme. What is that gospel? Basi hii injili ni nini? It is the prophecies of Jesus. Ni unabii wake Yesu. But more than that, it is the question and the statement. Basi zaidi hapo ni swali tena ni nukuu. The question, will you receive it? Ya swali ni kwamba utalipokea. And the statement is, Na nukuu ndio hii. repent for the kingdom of heaven is at hand. Tubu maana ufalme wa Mungu karibu. That is the message that we bring to you this evening. Basi ndio ujumbe ambao tunafanya kuwaletea jioni ya leo. Jesus Christ is coming soon. Yesu yuaje hivi karibuni. The signs declare it. Ishara tayari zimeshatuonyesha. And if it's only 2 or 3 or 4 or 5 years, Uende kama ni miaka miwili mitatu ama minne ijayo. we need to prepare our hearts and minds. Lazima tupate kuandaa mioyo pamoja na nia zetu. Not only that, the Holy Spirit wants to use us Basi sio hivyo tu, bali Roho Mtakatifu mwenye nia ya kututumia to sisi bring this everlasting gospel ili apate kuleta injili hii ya to umilele others who can also believe and be ready for Jesus. kwa wale wengine, ili wapate kuamini na wapate kujiandaa kwa ajili yake Yesu. Because the Bible tells us Maana Biblia inatunenia hivi. in Isaiah chapter 60, Kitabu ni cha Isaya na sura yake ni ya 60. Isaiah chapter 60, Isaya sura yake ni ya 60. and we'll read verse 1, Tutasoma 2, and 3. fungu ambalo tutakalosoma ni la kwanza, la pili na la tatu. Maybe just verse 1 and 2 actually. Basi tutasoma fungu la kwanza na la pili. This is a call to the church. Basi huu ni mwaliko katika kanisa. I'm not giving that call right now. Si mie mwenye kutoa mwaliko. This is going to happen very soon. Basi tutafanya tu hivi karibuni. But it says, arise, shine, Inasema ondoka uangaze, for your light has come, kwa kuwa nuru yako imekuja, and the glory of the Lord is risen upon you. na utukufu wa Bwana umekuzukia. For behold, darkness shall cover the earth, Maana tazama, giza litaifunika dunia, and deep darkness the people. na giza kuu litafunika kabila za watu. But the Lord will arise over you, Bali Bwana atazukia wewe, and his glory will be seen upon you. na utukufu wake utakuonekania juu yako. And the Gentiles shall come to your light, Na mataifa watalijilia nuru yako, and kings to the brightness of your rising. na wafalme kujua mwanga wa kuzuka kwako. This is in the near future, Basi haya ni mambo yatakayotukia. because the Apostle Peter told us Maana mtumishi Petero ni mwenye kutuambia hivi. that we are to pay heed to the prophecies Lazima tupate kuwa makini kwenye unabii. as a light that shines in a dark place Kama ilivyo na nuru kung'aa kwenye giza, until the day dawns hadi jua litakapong'aa, and the morning star arises in your hearts. na nyota ya asubuhi ipate kung'aa katika mioyo And yenu. as you grow in your knowledge of the scriptures Na unapoendelea kufahamu maandiko, and your knowledge of the Lord Jesus na Christ, unaendelea kumfahamu huyu Bwana wetu Yesu Kristo, and you enter into a relationship with na Jesus, unapoingia katika uhusiano pamoja na where you Yesu, pray first thing in the morning and study the Word of God na before you go out for the jambo la day, kwanza unalofanya asubuhi ni kuomba na kusoma neno lake that Mungu, light will swell. na ile nuru itazidi kukua na kung'aa, It will get brighter and brighter na litazidi kung'aa na kung'aa, until the latter rain of the Holy Spirit is poured out. hadi Roho Mtakatifu atamiminika kwako. And all the preparation you've made every morning and every day for the Lord Jesus Hayo Christ, maandalizi ambayo umeshafanya asubuhi na kila wakati kwa ajili yake Yesu Kristo, God will all of a sudden say to you, arise and shine. mara tu Mungu ni mwenye kuambia inuka na ufanye kuangaza. The light of prophecy and the light of gospel is shining in you. Maana nuru ya unabii na nuru ya injili inang'aa
And I will pour out the latter rain upon you. na natafanya kukumwagia mvua ya masika ndani yako. And while gross darkness covers the earth, Na ijalisha kwamba pana giza katika ulimwengu, the Lord will arise over you, basi Mungu ni mwenye kung'aa kwako and his wewe, glory will be seen upon you. na utukufu wake Mungu utakuwa kwako And wewe, all the Gentiles and all the unbelievers will come to your light. na pamoja na watu wa mataifa watakuja kwa ajili wameona nuru kwako. And I can't preach that message today, Na utamaliza hiyo kazi siku ni ya leo, because the light has to start with us studying prophecy and the word of God. maana utaanza katika kusoma unabii na neno lake Mungu. So what we decide today Basi kile ambacho tunafanya siku ni ya leo, will affect us in 1, 2, 3 or 4 years time. katika mwaka moja, miwili, mitatu, basi tutapata kutimizi. God's saying get ready, Basi hebu jifanya kujiandaa, but it takes time. basi ijalishi itachukua muda. So the Lord Jesus Christ is calling you today to say, come, Basi Bwana Yesu Kristo anakuita siku ya leo, anasema njoo, arise, inuka, give your life to the Lord Jesus. hebu upatie Yesu maisha yako, Accept the light of the word of God. hebu itikia nuru ya Bwana Mungu, Let it shine as a light that dawns in a dark place utung'ae namna ambavyo nuru inang'aa kwenye giza, until the morning star arises hadi nuru ya nyota ya asubuhi ipate and the kuinuka, light of Jesus Christ dawns in your heart so that you can shine and radiate his beauty. na nuru yake Yesu ipate kung'aa kwake Yesu, ili ipate kuangaza nuru pia. How many of you would like to say, yes, I want to start today. I want that light. Ni wangapi ambao wanasema jamani, ningependa nianze leo, nahitaji hiyo I nuru, want the light of the gospel of the glory of Christ. ningehitaji nuru ya injili ya utukufu wake Yesu I want Kristo, the light of prophecy. ningehitaji nuru ya unabii. As the world gets darker, I want Jesus to shine and be brighter. Namna ambavyo ulimwengu unazidi kuwa kwenye giza, ningehitaji Yesu ang'ae ndani Praise yangu. God. God sees your heart. God sees your hands. Bwana asifiwe. Mungu ni mwenye kuona mikono yenu. I think it's time for us to close in prayer. Basi ni wakati wetu sisi kumaliza kwa ajili ya kuomba. Please, will you stand with us? Tafadhali nyote mtafanya kunyanyuka. Please stand with us, brothers and sisters. Please come forward as we normally do. Na mpate kuja hapa mbele. Let's come together. Hebu tuje pamoja. Let's bring praise and honor to Jesus. Hebu tulete utukufu na heshima kwake Yesu. Let's lift up the Lord in our praises Hebu tumuinue Mungu katika sifa zetu and in our prayers na katika maombi yetu and in our gratitude of our hearts. na katika shukrani zilizo katika mioyo yetu. The Lord Jesus has poured himself out for us on the cross. Maana Yesu ni mwenye kujitoa kwetu sisi pale kwenye msalaba. He continues to minister to us in the heavenly sanctuary as Na our Yesu- great high priest, Na Yesu anaendelea kutuombea kama kuhani mkuu pale katika patakatifu patakatifu. taking even our prayer this evening, Na Yesu ni mwenye kuchukua maombi yetu jioni ya leo the prayers of our hearts, na maombi yaliyo katika moyo wako. and he presents them faultless before the presence of his Father Na in heaven. Yesu anayaleta pasipo mawaa katika Baba yake pale mbinguni. We may not even know how we ought to pray, Hatujui hata namna ya kuomba vizuri. but Jesus makes up our defect. Lakini Yesu ni mwenye kubadilisha yale maombi yetu. Jesus makes everything that we present to him perfect and gives it to the Father perfect. Yesu anakamilisha yale maombi yetu, yanakuwa sahihi na yanakuwa kamilifu kwake Mungu. So there may be people here this evening Uende kawa pana watu hapa jioni ya leo who say, I want to start my walk with the Lord tonight. ambao wanasema siku ya leo nimejitoa nianze safari yangu pamoja na Mungu. I want the spark of the gospel, the spark of the word of God Ningependa nyota ya neno lake Mungu, nyota ya injili ipate kuwa pamoja nami. to start now as I give my life to Jesus. Ianze pamoja nami ninapojitoa maisha yangu kwake Yesu. So if that's your desire, we've got the little cards to hand out, Pastor. Basi kama hiyo ndio kilio We've got some chako, cards basi to tuko hand na out. You got some there? We've got some names. Got some cards. tuko na kadi Maybe you hapa, just basi. raise your hand Basi utanyanyua mkono if juu you'd like to start your walk with Jesus, kama umejitoa kwake Yesu to siku start ya leo, receiving light into your being. uanze kupokea nuru katika maisha yako. Maybe just come to the front, Pastor. We bring them to the front. Basi tutawaleta hapa Pastor mbele. Morara, we bring them to the front. Just come and stand at the front here and you will have special prayer. Ambao umejitoa kwake Yesu, mtakuja hapa mbele kwa ajili ya maombi ya kipekee. After your general prayer, Baada ya maombi ya jumla, do you want me to accept these ones? These will come to the front again. Okay. Excuse me, brothers and sisters. samahani kidogo. Kuna wale ambao walijitolea juzi na jana, tuko na majina yenu. Wale ambao watakuja mbele ni wale ambao labda hawajitolea, ni mara yao ya kwanza.
surrender themselves for the first time to come over. Okay, good. Not those ones. Okay. So those who have not made a decision as yet, Wale ambao bado hamjafanya uamuzi, because we have about 27, 30 names who have already decided for baptism. tayari watu 27 30 wameshajitoa kwa ajili ya ubatizo. These are new decisions for people Basi tunahitaji jamani ujitoe upya siku ya who leo. want to publicly confess the Lord Jesus Christ, Unapomkiri Bwana Yesu wazi, so that Jesus can confess their name in heaven even tonight. na Yesu pia atakiri jina lako wazi pale mbinguni. Do you think Jesus is worthy of our praise, Basi wangapi wanajua kwamba Yesu anastahili sifa zetu? worthy of our love, Yesu anastahili upendo wetu. worthy of our surrender to him? Yesu anastahili tujitoe kwake yeye. Amen. So do I. Ndio. So if you have not made that decision, tonight is a good night for it. Basi kama hujafanya uamuzi wa kupata ubatizo, tafadhali kuja hapa mbele siku ya leo. Jesus says whenever the gospel of the kingdom is preached, Basi Yesu ni mwenye kusema kila wakati ambapo injili itafanya kuhubiriwa, this point in time is the acceptable time. basi huu ndio wakati ambao unastahili. This is the day of salvation. Basi hii ndio siku ya wokovu. Please come forward. Tafadhali kuja hapa mbele. We'll have special prayer for you, and like we did last night, after everybody had left for prayer, Basi tutakufanyia maombi ya kipekee baada ya kila moja kuondoka, pia utasalia kwa ajili ya maombi special. we prayed with those who had made a special decision. Tutaomba kwa ajili ya wale ambao wameshafanya uamuzi. The Lord wants to impart a special blessing on those who make a decision this Mungu evening. ananuia kupatia mibaraka ya kipekee ikiwa utajitoa kwake siku ni ya leo. So is there anyone here, before we close in prayer, is there anyone Basi here kuna that would yeyote just ambaye like to come to the amejitoa kwa front? Mungu, kuje hapa tafadhali. We're not going to take long. Hatutachukua muda mrefu. Anybody just like to stand for the Lord Jesus right at the front here and say, I'm making a confession that I'm going to follow him? Yeyote ambaye amejitoa kwake Mungu na anasema nimejitoa sasa, ninaamini nitamfuata Mungu. Well, let's bow our heads for prayer. Basi tutainamisha vichwa kwa ajili ya kuomba. Gracious Father in heaven, Baba yetu wa neema aliye mbinguni, we acknowledge you as the author of truth. tunakiri ya kwamba wewe ndio mwanzilishi wa ukweli. It's not our truth, Basi si ukweli wetu, but we're students of your truth. basi bado ni ukweli wako. And as we study your truth more and your prophecies, Kadri tunavyosoma ukweli wako Baba pamoja na unabii, you tell us that the light of the Word of God will shine brighter and brighter in our hearts. unatuambia neno na nuru yake Mungu itang'aa zaidi na zaidi katika mioyo yetu. And just before Jesus comes, Na kabla Yesu kufanya kuja, you will tell us to arise utatuambia kwamba tufanye kuinuka and shine, na tupate kung'aa, because the glory of God will be risen upon us. maana utukufu wa Mungu utakuwa umeshatushukia. And while darkness will cover the earth and gross darkness the people, Haijalisha kwamba patakuwa na giza na giza itajaa kwenye watu, your light will be seen about your people. nuru yako itaonekana katika watu wako, And those who bring many to righteousness na wale ambao watakaoleta wengi kwenye haki will shine like the bright stars in your kingdom forever and ever. watang'aa sawia na nyota milele na milele. Maybe we feel a little bit shy this evening, Uende kawa jioni ya leo tumepata kuona aibu kidogo, but in our hearts we're saying, yes, Lord, that is me. lakini katika mioyo tunaitikia kwamba Bwana, hakika huyo ni mimi. I want to be that kind of follower of Jesus, Ningependa kuwa muumini sawia na yule ndani yake Yesu. who's obedient to the word, Ningependa nipate kuwa mtii katika neno, that's been reading and studying to get to know the word. nipate kusoma na kujifunza neno lake Mungu. So when false prophets come, Puka, we will not be deceived by them, because the word of God will tell us that they are deceivers. maana hatutadanganyika, maana neno la Mungu limeshatuonya kwamba hawa ni waongo. Father, now please set us apart for a holy purpose by your word. Baba Mungu, hebu tuteue kwa ajili ya kazi takatifu ya neno lako. Dismiss us with your blessing as we go home. Tufurushe na mibaraka yako tunapoelekea nyumbani. Guide and lead us so we continue to walk in your ways, Tuongoze na utuelekeze ili tuzidi kutembea katika njia zako, and impart a special blessing to each one of us. na utufurushe na mibaraka yako kwa kila mmoja wetu. We pray in Jesus' name. Tumeomba katika jina lake Yesu. Amen. 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 God bless you all. Mungu awabariki nyote. Thank you, Pastor. Wale ambao walijitoa wakaandika majina yao, tuweze kupatana kesho saa 8 kwa ajili ya mafundisho ya ubatizo. Na yeyote ambaye atakayejitoa, karibu sana. Yule ambaye anaweza kujitoa kwa kuandikisha jina lake, karibu sana, ili uweze kuandikisha jina lako ili uweze kupata ubatizo. Tusaidiane viti tafadhali. Wale ambao tumekuwa tukiketi kwa viti, tunaomba kwamba tuweze kusaidiana ili tuweze kuweka viti pale
Usiende kama hujapanga kiti hata kimoja. Tusaidiane. Mungu awabariki sana. Sizo